kuzungumza wazungumzaji wa tangulia, lilikuwa ni jambo adhimu, lilikuwa ni jambo ambalo la kimuujiza, na ili utambue hilo, wewe Muislamu, hebu usome Qur'an. Ukisoma Qur'ani vizuri, ukaelewa historia za al-anbiya, mitume wa Mwenyezi Mungu, ndio utajua kwamba swala ambalo limetokea na kuzaliwa Ali katikati ya Al-Kaaba lilikuwa ni jambo adhimu, jambo zito, jambo ambalo linakwenda kuweka alama katika Uislamu. Maryam binti Imran, huyu mama yake Yesu Isa bin Maryam. Ni Maryam katika Baitul Maqdis iliyoko Palestina. Baitul Maqdis, Bi Maryam alikuwa ni mwanamke ambaye anafanya hikma kutumikia Baitul Maqdis, kufanya usafi katika Baitul Maqdis. Baitul Maqdis na Baitul Haram iliyoko Makkah al-Mukarrama, ambapo ndipo kuna kibla ya Waislamu. Baitul Haram iliyoko Makkah ndio msikiti mtukufu, ndio msikiti bora, ndio mahala ambapo ni bora kuliko sehemu zingine zote. Bi Maryam yupo katika Baitul Maqdis, yuko ndani. Fahamalatihi, Qur'an inasema kwamba akapata nini? Ujauzito ambao ulikuwa ni wa Isa bin Maryam. Qur'an inasema kwamba famadhat bihi makana al-qasiya, ikabidi kwamba Bi Maryam aambiwe kwamba toka katika Baitul Maqdis, nenda sehemu ya mbali ukajifungue, kwa sababu Baitul Maqdis sio makani milada, sio sehemu ya kujifungua eti mwanamke afanye azae ndani ya msikiti. Baitul Haram, Makkah al-Mukarrama, ambapo kuna kibla, kuna Al-Kaaba. Waislamu wote duniani wanaelekea wapi? Katika Al-Kaaba. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Fatima binti Asad yuko wapi? Ambaye huyu ni mama wa Sayyidina Ali. Yeye hakuwa ndani ya Al-Kaaba, alikuwa nje, anasikia sauti, na ilikuwa ni sauti ya malaika ikimtaka kwamba aingie ndani ya nini? Ya Al-Kaaba. Sasa ataingia vipi? Hali ya kuwa kwamba Al-Kaaba ina pembe ngapi? Pembe 4. Ukuta wa Al-Kaaba ukapasuka. Bibi Fatima binti Asadi akaingia ndani ya Al-Kaaba, faanjabat, akawa amejifungua, ambaye alikuwa ni mtoto ambaye nani? Ali ibn Abi Talib. Salatu Allah sallallahu Muhammad. Sasa Bibi Fatima famakathat fi jawfi al-Kaaba 3 ayyam. Hebu fikiria kwamba amekaa katikati ndani ya Al-Kaaba siku 3. Alikuwa anakula chakula gani? Nani ambaye aliyekuwa
akimfanyia huduma katika Al-Kaaba. Wale wakungu wale walikuwa ni akina nani? Hii ni muujiza kwa nani? Kwa al-Imam Ali ibn Abi Talib sallallahu wa salamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ajil faraja sharif. Mimi nizungumzie mambo mawili ambayo aliyapata Sayyidina Ali, ambayo ilikuwa ni sharafu kwake. Sayyidina Ali alijaliwa kuwa na elimu. Sayyidina Ali alijaliwa kuwa shujaa, mtu wa mapambano katika vita. Na suala la ilmu, ukiwauliza Waislamu wa madhhabi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, ukiwauliza masalafi, ukimuuliza mtu yoyote ambaye angalau amesoma dini, kwamba katika maswahaba wa Mtume ni nani ambaye alikuwa na ilmu kuliko wengine, wote watakwambia kwamba ni nani? Ni Ali ibn Abi Talib sallallahu wa salamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ajil faraja sharif. Mtume alizungumza na ni hadithi ambayo ni mashuhuri, ana madinatul ilmu wa Ali babuha. Mimi Mtume ndio mji wa nini? Wa elimu. Lakini kama unataka upite katika mji, lazima upite kwenye mlango, si ndivyo? Wa Ali babu. Ali ndo nani? Ndo mlango wa elimu. Sayyidina Ali yeye mwenyewe anajizungumza kwamba ta'allamtu min rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sharif. Nilijifunza kwa Bwana Mtume. Hapa ni sehemu muhimu sana, nataka nizungumzie kidogo tu elimu aliyokuwa nayo nani? Sayyidina Ali. Ta'allamtu min rasulillah alfa baba min al-ilm. Nilijifundisha kwa Mtume milango 1000 ya elimu. Wa min kulli babi, na katika kila mlango, katika hii milango 1000 ambayo nimejifunza kwa Bwana Mtume, tafatahat alfu baba min al-ilm, kulijifungua au kulijizalisha milango 1000 ya nini? Ya elimu. Katika masahaba wa Mtume, katika masahaba wa Mtume, baada ya intihali Rasulullah, baada ya kuondoka na kufa shahidi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sharif. Sayyidina Ali ndiye ambaye alisimama akawaambia masahaba wa Mtume, akawaambia Waislamu, akawaambia wanadamu wote, saluni kabla an taftinuni, niulizeni kabla hamjanikosa. Wallahi ma sa'altumuni an shay'in madha wala an shay'in yakunu illa qad anba'tukum bihi, hakuna chochote mtakachoniuliza kilichopita au kilichokuja isipokuwa nitawaambieni. Labbaika ya Imam Ali, labbaika ya Imam Ali. Sayyidina Ali aliwaambia masahaba wa Mtume, saluni ala turuqi samai, niulizeni kunako njia zote za mbinguni, fa inni aqrabu ilaiha min turuqi al-ardi. Baba mbinguni nayafahamu vizuri, njia za mbinguni nazijua vizuri kuliko njia za wapi? Za ardhi. Sayyidina Ali alikuwa na elimu, na hata masahaba wa Mtume walipokuwa wanapofazika kunako majambo ya aina yote, waenda kwa nani? Kwa Sayyidina Ali. Umar ibn Khattab
khalifa wa pili ambaye amechukua madaraka baada ya Abu Bakar ibn Abi Quhafa. Na kwenye kisa kizuri, siku moja anatembea Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab anakutana na sahaba wa Mtume ambaye anaitwa Hudhaifa ibn Yaman. Umar ibn Khattab amsalimia Hudhaifa ibn Yaman, amwambia kwamba kaifa asbahata ya Hudhaifa, umeamkaje ewe Hudhaifa? Hudhaifa amjibu Umar ibn Khattab kwamba asbahatu uhibbu fitna, nimeamka naipenda fitna. Asbahatu akrahu alhaqa, nimeamka naichukia haki. Asbahatu, nimeamka waliya fil ardi, nimeamka na kitu hapa ardhini ambacho Allah subhanahu wa ta'ala mrudi hana. Umar ibn Khattab alikasirika, na Umar ibn Khattab akaona kabisa kwamba Hudhaifa bin Yaman amekusudia kujiuzi, kwa sababu anaongea maneno ya kafiri. Umar ibn Khattab faghadiba, alikasirika. Wakati anatembea Umar ibn Khattab, hii historia ambayo kwamba hata Sheikh Shadlanja wa madhhabi Ahlusunna wal Jamaa amenukuu sahihi. Umar ibn Khattab anakutana na Ali ibn Abi Talib. Ali anamuona kwamba Umar alikasirika. Sayyidina Ali amuuliza kwamba ewe Umar, kwa nini wakasirika? Umar ibn Khattab anasimulia kwamba aghadhabani Hudhaifa bin Yaman, amenikasirisha nani? Hudhaifa bin Yaman. Akaanza kumwadisia wakati anaposema kwamba eti yeye Hudhaifa bin Yaman ameamka yakrahu alhaqa, anachukia nini? Haki. Sasa anaambia kwamba sadaqa Hudhaifa, amesema ukweli Hudhaifa, almautu haqqa ala kulli bani adam, sivyo? Yani kifo ni haki kwa kila mwana wa Adam. Lakini nani ambaye alipenda kifo? Khamisi, Shamisi wapenda kifo? Hakuna ambaye anapenda kifo, lakini haki. Lakini Umar ibn Khattab amwambia Sayyidina Ali, al-innahu qad qala, hakika yeye amesema kwamba yuhibbu al-fitna, anapenda nini? Fitna. Sayyidina Ali amwambia sadaqa Hudhaifa, amesema nini? Ukweli Hudhaifa. Kwa sababu nini? Mwenyezi Mungu anasema, Mwenyezi Mungu anasema kwamba al-mali wal-banin, sawa, mali na watoto fitna. Nini? Fitna. Umar ibn Khattab asema kwamba innahu qala akbar min dhalika, amesema zaidi hayo, asema kwamba ana kitu ambacho yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana. Alaysa hadha kuhusu kafiri? Sasa anamwambia kwamba laqad sadaqa Hudhaifa, amesema ukweli nani? Hudhaifa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala min awsafihi, katika sifa zake, lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. Hudhaifa azaliwa, Hudhaifa na watoto. Pale Umar ibn Khattab, khalifa wa pili. Angalia, nataka nikuonyeshe kwamba nguvu alikuwa nayo Sayyidina Ali ya ilmu. Akasema Umar ibn Khattab, laula Abul Hasan, kama sio nani Abul Hasan, yani Ali ibn Abi Talib,
la halaka Umar ibn Khattab. Angeangalia nani? Umar ibn Khattab, kwa sababu Sayyidina Ali alikuwa na elimu, na mpaka leo watu wengi, Waislamu wengi bado hawajajua faida aliyokuwa nayo Sayyidina Ali. Elimu alikuwa nayo nani? Sayyidina Ali. Hawajui, kama vile hata wale ambao walioishi zama za nani? Sayyidina Ali pia hawakuelewa kwamba Sayyidina Ali ana elimu kiasi gani. Kuna mtu anasimama anamjaribu Sayyidina Ali, anaitwa Ash'ath bin Qais في عصر عميد المؤمنين. والأشعث بن قيس ameishi sawa zamani za Ali. Sayyidina Ali anawaambia kwamba saluni kabla an tafsuduni, niulizeni kabla mjanikosa, ataka wafaidishe. Anasimama anamwambia Sayyidina Ali, akhbirni, hebu niambie kwamba kam sha'ra fi ra'si, nywele zangu ni ngapi kichwani mwangu? Sangalia ilikuwa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali amwambia kwamba kila unywele ambao upo katika kichwa chako tad'amuka, unafanya unakulani, na kila unywele ambao upo katika kidevu chako lihya, ndevu, sawa, ni shetani. Lakini Sayyidina Ali amwambia kwamba wa inna ibnaka, na hakika mwanao, sayaktu ibnu Rasulillah al-Husayn sallallahu wa sallam alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu sharif. Mwanao atakuwa ni miongoni mwa watu ambao watakaomuua nani? Al-Husayn, mjukuu mtoto wa nani? Wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali walad. Asimwambia kwamba hadi akhbara ni rasulu, hivyo ndivyo alivyomwambia mtume wako. Unaona, yatadamtu na rasulullah wa anta baba min al-ilm, mlango elfu moja ya elimu alikuwa Sayyidina Ali. Hii unataka nikuonyesha ile chache tu mlango wa elimu nani? Wa Sayyidina Ali, lakini bila ya elimu kuna mengi zaidi ya hayo. Mlango wa elimu alikuwa Sayyidina Ali. Lakini ndugu zangu, angalia ushujaa aliokuwa nao Sayyidina Ali, kiasi ambacho kwa Bwana Mtume anasema hajamkusa na Uislamu mtalaka kwa Uislamu. Huu Uislamu ambao umekufikia wewe na mimi leo hii, umeshinda Uislamu huu kwa mambo ngapi? Jambo la kwanza ilikuwa ni amwali Khadija binti Khuwailid, mali zarani za Bi Khadija binti Khuwailid. Jambo la pili, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sasa nataka kuonyesha ufunuo wa Sayyidina Ali. Jambo la pili, Uislamu umefika hapa ulipofika, tabia alikuwa nayo nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini jambo la tatu, wa bisayfi Ali ibn Abi Talib, upanga wa nani? Wa Ali ibn Abi Talib. Katika mwaka wa 7 alichukuliwa baada ya sulhu ya Hudaybiyah. Bwana Mtume aliazimia kwenda kunyoa ngome ya Khaybar, mtu wa Hisn al-Khaybar, kama Hisn Khaybar, kwenda kunyoa ngome ya Khaybar, ambayo kwamba ngome ya Khaybar ilikuwa imewekwa na Mayahudi, ilikuwa inamtumia Bwana Mtume nashru Islam, kueleza nini? Uislamu. Mwaka wa 7 Hijria, Mtume anaandaa jeshi la Kiislamu.
qaid wa jeshi lile, mtu wa kwanza ambaye aliyetumwa na Bwana Mtume alikuwa ni Abu Bakar ibn Quhafa, maarufu Abu Bakar Siddiq, ambapo kwamba Waislamu historia hiyo walifahamu ni waqi'atu Khaybar, tukio nini la Khaybar. Abu Bakar Siddiq anakwenda kungoa ngome ya Khaybar. Pale wale Mayahudi walikuwa wamejikatiti, walikuwa jeshi kubwa, ngome ya Khaybar ilikuwa madhubuti. Abu Bakar, historia inatuambia kwamba hapa sipawezi, itabidi kwamba arudi Abu Bakar, na alifika kwa Bwana Mtume akamwambia, ya Rasulullah, ajistu kama hisbu Khaybar, nimeshindwa kungoa ngome ya Khaybar. Nisema anazungumza mambo haya sawa, jambo la kitabu Tarehe al-Khulafa ya Imam Suyuti. Imam Suyuti aliyakuwa mauzuri, Omar ibn Khattab anatumwa na Bwana Mtume aende akanunue ngome ya Khaybar. Afika pale yuko na maswahaba wa Mtume, aona kwamba siwezi. Na kweli Mayahudi walikuwa wamejikatiti, walikuwa na nguvu. Wafikiria kwamba ambaye alikuwa anaongoza jeshi la Mayahudi ni bwana mmoja ambaye anaitwa Marha ibn Abi Zainab. Wewe ndio ambaye alikuwa anaongoza Mayahudi. Huyu bwana alikuwa amevaa kofia ya jiwe. Yeye na Wayahudi wenzake. Omar ibn Khattab akarudi ndani na masahaba wa Mtume. Sasa Bwana Mtume baada ya kuona kwamba hana la kufanya isipokuwa ni kuambia sasa masahaba zake, akawaambia kwamba fianna rajiba, nitampa kesho bendera mwanaume. Sallallahu alaihi wa alihi Muhammad. Na Mwenyezi Mungu anasema minal mu'minina rijal, katika waumini kuna wanaume. Sawa? Sio mtakuwa wanaume, kuna wanaume ni yeye mwenzetu, yanapokuwa na yule. Sitaki kusema au kalielewa kwamba hiyo ndio mfumo mwanzo walikuwa sio wanaume. Yaani kuna wanaume ambao wamekusudiwa kararan ghairu kirara, au wamekusudiwa wanaume ambao kwamba yeye akienda ameenda, wala hakimbii harudi. Wanaume ambao kwamba yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, anampenda Mwenyezi Mungu, anampenda na mtume kwa nini anampenda mwanaume. Salatu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Historia inatuambia kwamba ilipofika kesho, walipokusanyika masahaba wa Mtume, kila sahaba alitamani ayakula kuwa alitamani awe yeye. Ukisoma historia ya Tabari anakwambia kwamba fatatawala a'naq sahaba, sawa, yani zilikuwa ndefu shingo za masahaba. Hata kama yuko nyuma aliruka ili kama Mtume amuone amchague yeye. Sio jambo la kawaida kusema kwamba karara rajulun farara, sio jambo dogo mwenye Mtume kusema kwamba la ukianna raya kadhaja ya rajula, kesho kampa bendera mwanaume. Sio jambo dogo Bwana Mtume kusema kwamba huyu mtu huyu anapendwa na Mwenyezi Mungu, anapendwa nani na Mtume. Mtume awaambia masahaba, aina Ali, yuko wapi nani? Ali
ukawaambie mama wenzenu huko. Mtume anauliza tukio la Khaibar mwaka wa 7 katika historia. Mtume anawaambia maswahaba, aina Ali, yuko wapi nani? Aambiwa kwamba huwa al-Mahdi, yeye ni mgonjwa wa macho. Mtume awaambia kwamba namtaka Ali. Sayyidina Ali alipofika pale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali, anamkabidhi bendera, anamwambia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataifungua ngome ya Khaibar kupitia mikono yako. Jibril an yaminika wa Mikail an yasarika. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nenda ila Ali. Malak Jibril yuko upande wako wa kulia, Malak Mikail yuko upande wako wa kushoto. Sayyidina Ali anakwenda mpaka anafikia Hisnul Khaibar, ngome ya Khaibar. Sayyidina Ali anaing'oa ngome ya Khaibar, Mayahudi wanamwangalia yeye mwenyewe. Sayyidina Ali asema kwamba ma qada'tu hisna al-Khaibar, sawa, ninalenga sikuing'oa ngome ya Khaibar kwa mikono yangu, bali uliku dhalika nikuwa tumewekiwa, nimewekiwa nguvu za nani? Za malaika. Wakati Sayyidina Ali anang'oa ngome ya Khaibar, anawaelekea Mayahudi, yuko na masahaba wa Mtume, yuko mbele Sayyidina Ali. Mmoja wa Mayahudi alipiga sauti kabla ya mapambano, akamwambia, man anta, wewe ni nani? Sayyidina Ali akasema, ana Ali ibn Abi Talib. Mimi ni nani? Ali ibn Abi Talib. Yule Yahudi akasema, hadha huwa Eliya alladhi qara'nahu fi Taurati. Yote tumeshindwa tayari. Huyu ndio Eliya ambaye tumemsoma nini katika Taurati. Sayyidina Ali panda lake la kwanza alivunja kofia ya Marhab bin Abi Sufyan, ambayo kwa njia kofia alivunja. Sayyidina Ali aliwamaliza Mayahudi katika Hisnul Khaibar. Sayyidina Ali atoka pale tayari ametoa kuruga Mayahudi, anarudi Waislamu na Uislamu umeshinda, sivyo? Mtume anamwangalia Sayyidina Ali, Sayyidina Ali anamwangalia nani? Mtume anaangalia maswahaba, alafu anamwangalia Sayyidina Ali. Mtume anaangalia maswahaba, anamwangalia nani? Ali. Ndio ndipo Mtume anasema hivi, ya Ali, laula anni ashfiqu an takuna fika ma kana taifatu min an-nasara la kuntu fika maqala ya Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali. Kama sio kuogopa, ewe Ali, mimi kuna mambo ambayo ningezungumza ulikuwa nayo, isipokuwa naogopa kwamba watu wanamfanya Isa wanakuwa nani? Kuna Mungu. Ila kama nikisema ewe Ali, la tamutu al-barqu illa waqad ahada fulani mutaqaddama. Nikisema ewe Ali, hakuna mwanadamu ambaye atakayepita sehemu ambayo umekanyaga, umeinua mguu, wanachukua udongo wanafanya nini? Wanapata. Huyu ndio ushujaa alikuwa nao Amiri Muminina